unapata changamoto ukiwepo katika mazingira ya familia, shida inaweza kuwepo. Tunazungumzia watu wawili, maana hakuna mtu anaweza kupata hasira akiwa yuko peke yake, au hiyo ipo? Hapana. Lazima mimi na wewe tukae. Yes. Na katika kukaa kwetu baadaye tutatofautiana, kuna jambo litatufanya sisi tutofautiane. Nasema bwana, vikombe vinyewe kwenye kabati huwa vinagombana. Ni kweli vikombe vinagombana kweli kwenye kabati. Lakini tuzungumzie hilo. Asante. Ni kweli kama ulivyoongea ndugu mtangazaji, kuna mambo mengi ambayo yanafanya kwamba watu wawe na hasira. Huwezi ukawa na hasira umekaa chumbani peke yako. Labda huwezi ukawa na hasira wakati unakaa huko una maisha yako tu peke yako. Na huwezi ukawa na maisha yako peke yako. Ni lazima uingiliane na watu. Ni lazima ukutane na watu. Ni lazima kuwe na mchanganyiko wa kuingiliana na watu. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanafanya mpaka watu wanakuwa na hasira. Kuna matukio mengi sana, kuna vitu vingi sana. Sasa mtu afanye nini anapoona anakuwa na hasira, ama unapojihisi kwamba wewe una hasira, ama unapoona mazingira ya hasira, ufanye nini? Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikasababisha. Sasa mimi nitakupa baadhi ya mambo ambayo inabidi ufanye ukiwa ni mtu mwenye hasira ama ni mtu ambaye unapitia hiyo changamoto ya hasira. Kuna jambo la kwanza mimi ambalo naweza nikaliongelea leo, naweza nikasema kwamba self talk. Jizungumzishe au jielezee wewe mwenyewe binafsi. Watafiti wa sayansi pamoja na saikolojia huwa wanaonyesha kwamba mtu kwa siku moja ana uwezo wa kuzungumza maneno kati ya 60,000 mpaka 80,000 peke yake, au hayo yamehesabiwa kuzungumza na mtu hayo? Hayo anajizungumzisha yeye mwenyewe binafsi. Yeye mwenyewe binafsi. Tunaweza kumsikia ama usimsikie. Na pia kuna inaonyesha kwamba pia walisema kwamba maneno ya kusikilizishwa ama ya kusikiliza na kuzungumza na watu moja kwa moja yanaweza yakawa kati ya 20,000 mpaka 30,000. Lakini pia wasaikolojia wenyewe wataalamu wa saikolojia na wenyewe wakaja wakasema kwamba 100% ya maneno ambayo yanaweza kutokea yamegawanyika katika maeneo mawili, au kuna mwitikio pamoja na yale tukio lenyewe. Labda mtu anakuambia yale maneno yanakuwa na 10% yale maneno ambayo unaambiwa, lakini 90% zinazobaki hizo inakuwa ni reaction yako wewe mwenyewe, yale maneno unayopokeaje. Sasa ukiangalia hapa tunapoongelea kwamba self talk, labda jizungumzishe wewe mwenyewe, labda zungumza wewe mwenyewe binafsi ndani kwa ndani, inaweza hata kwa kusikia kwa kusikika, kwa sababu tunaona kwamba 10% kubwa wewe ndio mtawala wa maisha yako. Wewe ndio mtawala ama unaweza kuitawala hasira yako, kwa sababu una uwezo wa kuzungumza maneno kuanzia 60,000 mpaka 80,000. Mfano, kama mtu unapoona kwamba unauzika, au unapoona kwamba unakerwa, au unapoona kwamba unaumizwa, kwa angalia yale maneno ambayo unazungumza ni maneno ya aina gani. Kwa hiyo mimi naweza nikakushauri kwamba choose maneno ambayo ni positive, ambayo yanaweza kukusaidia kwamba wewe usiwe ni mtu mwenye hasira. Aidha mtu kakutukana, aidha mtu akakushusha thamani yako, unaweza ukajiulizia kwamba je, mimi ni kweli sina thamani? Au unaweza kusema kwamba huyu mtu hata nikimjibu vibaya, ni kitu gani ambacho ninaweza nikaongezewa baada ya kumjibu vibaya? Zaidi ya majuto, watu wengi sana ambao mwisho wa siku wametumia hasira zao vibaya, wameangukia katika kujutia, wameangukia katika kuumizwa, wameangukia katika kukosana, kuibuka kwa migogoro mbalimbali. Inaweza kawa kifamilia, inaweza kawa kijamii, na kukosa marafiki wengine mpaka kukosa kazi, kama tulivyoongea awali, sababu wameshindwa kudhibiti hasira zao. Jambo la pili, naweza nikasema kwamba jitahidi kujizuia ama kukaa mbali na mazingira yanayosababisha hasira au ambayo yanafanya kwamba wewe uwe na hasira. Hapa ni jambo ambalo ninalitarget. Naweza kusema kwamba nimekutana na mazingira ambayo yana hasira. Mtu anaweza kusema kwamba nitaepukanaje na mke wangu ili hali nakaa naye ndani. Kuna namna tunasema kwamba ambao unaweza ukaifanya mpaka huyo mtu ajue kwamba wewe una hasira. Labda kama mke wako akakuuzi, unaweza kumwambia kwamba mwenzangu, leo ninajisikia vibaya, ninaomba nipumzike tu. Unaweza kumuomba tu kwa namna hiyo, lakini akakuruhusu ukapumzika. Kwa hiyo tayari umeshajilinda dhidi ya hasira. Na mtu akikaa kwa muda mrefu, labda ukawa na marafiki zako wamekuuzi, unaweza ukatoka ukaenda mbali kidogo, ukakaa kwa muda mfupi au kwa muda fulani, unaweza ukirudi mazingira yale, hasira inakuwa tayari imeshapungua au ile ghadhabu imeshapungua.
Jambo la tatu naweza kusema kwamba zungumza na mtu unayemwamini au na watu wale ambao unawaamini ama na rafiki unayemwamini. Kuzungumza na mtu ambaye unamwamini ama kuexpress zile hisia zako au yale maumivu yako yanasaidia kwamba wewe ubaki usalama, hata kama hana uwezo wa kukusaidia. Mara nyingi watu wenye hasira au mara nyingi mtu anayepitia changamoto huwa anatamani sana kusikilizwa. Kwa muda mwisho wa siku anapotema ile sumu, mzigo ambao ulikuwepo ndani ya moyo unapungua taratibu mpaka anajikuta yuko sawa, yuko safi kabisa. Kuna jambo lingine unaweza kusema kwamba don't attach, ambayo unaweza kusema don't attach, usijiattach moja kwa moja na hasira. Usinganganie hizo hasira. Usinganganie maumivu. Maumivu yakitokea, jiulize kwamba haya maumivu yaliyotokea pia na madhara kwangu. Haya maumivu yaliyotokea nikiyapokea na nikayakubali, naweza nikaingilia. Kwa hiyo naweza nikatoa maneno ambayo hayafai, ninaweza nikaongea maneno ambayo hayafai, ninaweza nikamshushia mtu thamani yake kwa sababu ya nimeshajapokea yale maumivu ambayo nimejiattach nayo. Kwa hiyo mtu anapokubaliana kwamba haya limetokea, huyu mtu au amefanya hili jambo au hili jambo limenikumba hivi, kwa hiyo mwenyewe unakaa nalo mbali, unaona kwamba hili jambo hamna shida, hata kama limetokea, hapana, linapita tu na ni la muda tu. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu huyu anabaki salama. Kuna jambo lingine unaweza kusema kwamba achilia. Tunapoongelea kuhusiana na kuachilia, ni pale ambapo nyakati zile za kuuzika, ni nyakati ambazo umepandishwa hasira, ni nyakati ambazo yale maumivu ambayo unaweka moyoni yaachilie. Tafiti zinaonyesha kwamba 47% ya watu ambao wanapitia maumivu, ya watu ambao wanashindwa kuachilia, wana hatari ya kuangukia kwenye kansa au saratani. Sababu kubwa ni nini? Wameshindwa kuachilia yale ambao wanayoyapitia, wameshindwa kuachilia yale maumivu ambao wanapitia. Kwa hiyo mtu pia ambaye anapitia hii changamoto anaweza kaangukia kwenye changamoto hizi, na pia kuna hatari ya kuangukia kwenye magonjwa mengine ya afya ya akili. Mfano kama msongo wa mawazo uliopitiliza. Mtu akiwa na msongo wa mawazo uliopitiliza, ndio huyu mtu tutakutana na changamoto moja inaitwa paralysis. Kwa sababu gani? Alishindwa kuachilia. Kuna jambo lingine unaweza kusema kwamba huyu mtu pia aweze yale maneno au usichukulie kama person, labda mtu amekusemesha, labda mtu amekuuza, usichukulie kama ni la kwako. Hebu jichukulie kama ni la mtu mwingine. Kuna watu wengine, kwa nini huwa tunaongea hivi? Kwa sababu kuna watu wengine hiyo ni kama sehemu ya maisha yao. Yaani atakapopita tu ni vurugu, atakapopita tu ana maneno machafu. Ndio maana nasema kwamba unamshangaa huyu mtu, hiyo ni tabia yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu hata kama ukauzika au ukatukanwa ama ukasemwa vibaya, ama kuna baadhi ya vitu ambavyo vikaonekana upande wako, usivichukulie kama ni vya kwako wewe mwenyewe binafsi. Hapana, vichukulie kama alikuwa anaongea labda na mtu mwingine, labda huyu mtu ndio tabia yake, ndio asili yake. Kwa hiyo mtu kijua kwamba hii ndio asili yake, utajua namna ya kuishi naye. Hata kama akitukana, wewe unamchukulia uniform ambayo kwamba huyu ndio tabia yake. Kwa leo hataki kutukana na kesho pia atakuja atakutukana. Leo amekusema vibaya na kesho atakuja atakusema vibaya. Leo amekuja na labda amekuja na amekuja na mfumo ambao wa kukuumiza wewe, wa kukushusha wewe, wa kukudharau wewe, basi na kesho pia atakuja na huo mfumo. Itakusaidia, utabaki salama na utakuwa imara, utaweza kuendelea katika maisha yako na usalama kutoka kwenye hasira. Utaweza kudhibiti na utabaki salama, hata maisha yako yatakaa sawa kabisa. Asante. Sawa kabisa. Suleiman Tusekele, tuna dakika 3 hapo ambazo zimesalia. Ndio kuhitimisha. Ndio. Na umetoka kutupitisha hapo kwa habari ya nini ambacho mtu unaweza kukifanya sasa ikiwa unapita kwenye changamoto hiyo ya kuwepo kwa hasira. Huyo ni yule ambaye ana hasira. Yaani yeye ana hasira. Alafu kuna yule ambaye sasa kwa mfano yaani nataka tuwatofautishe hawa watu wawili. Mimi nimefanya reaction, wewe nimefanya reaction kwako wewe. Ndio. Wewe ndio unapaswa kureact hivyo. Si ndio? Kuna huyu ambaye sasa ndo anafanya reaction sasa. Asante. Huyu anayetumzungumzia kidogo. Umeniambia kwamba labda mtu ametoka huko ana hasira anakuja kwangu. Maana hapa tuna watu wawili. Ndio. Mmoja yule ambaye ana hasira, mwingine yule ambaye sasa anafanyiwa hizo hasira. Hapo tuna watu wawili hapo. Asante sana. Nafikiri
namna ya kuhandle hawezi kufanana. Ni au inafanana? Haiwezi kufanana. Okay. Ndio maana wamesema kwamba mwingine ana hasira lakini sasa zile hasira anakuja kuziexpress kwa sababu hapo ulikuwa unamzungumzia ni yule ambaye sasa kuna mtu amefanya reaction kwake. Asante sana. Anatakiwa kufanya hivyo. Asante sana. Ndio maana nimesema kwamba huyu mwenye hasira sasa afanye nini, si ndio? Ndio unachotaka hicho. Tunaposema kwamba mtu mwenye hasira ufanye nini, labda mtu unapoona kwamba una hasira ufanye nini, ukisema kwamba self talk wewe mwenyewe binafsi, ndio maana mtu mwenye hasira ambaye wewe mwenyewe ukiwa na hasira, fikiria wakati hasira yako inapokutokea, haya mambo ambayo ninaenda kuyafanya, wewe ndio una cause chaos. Wewe mwenyewe binafsi unaanza kujiulizia, sema kwani nikitukana jambo gani zuri ambalo linatokea, labda haya mazingira ninayoyafanya yatafanya kwamba mimi niwe na amani kabisa, haya mazingira ninayoyatengeneza yatafanya kwamba mimi maisha yangu yakae sawa, labda hili jambo ambalo ninalifanya litanifanya kwamba mimi huyu mtu aweze kuwa kwa vile ninavyotaka. Unakuta ni hapana. Kwa hata kama, ndio maana unakuta kuna baadhi ya mtu alikuwa na hasira, huo wakati anashuka, yaani huo wakati anashuka, hasira zake zinashuka. Sababu za hasira yake kushuka, kuna zile information alizonazo ndani ya kichwa chako zimefanya kwamba fanye ashushe hasira. Unasema jamani, ni hasira tu. Unaona? Kwa hiyo wakati sasa huyu mtu kuna baadhi ya maneno ambayo yeye hamjayaona ambayo amejisemesha kati ya maneno 60 mpaka 80 kwa sababu ni vitu ambavyo anaweza akajitafakari. Ndio maana tunasema kwamba ni bora uzuie, ukiona kwamba wewe ni mtu mwenye hasira, ni bora ujifunze kwanza au ni bora utambue kwanza kwamba mimi nina hasira, ili utafute namna ya kujisaidia wewe mwenyewe binafsi. Asante. Na kuna issue ya kunywa maji, sijajua kama ukiwa na hasira ukinywa maji kidogo unakaa sawa. Asante. Wanaposema kwamba kupumzika, kunywa maji. Alafu kuna ile kuhesabu. Wanasema sijui kuna kuhesabu, sijui unahesabu. Hiyo nimekukumbusha, hebu izungumzie hiyo kidogo. Hiki tunasema kwamba countdown. Hiyo naomba nisaidie. Hiyo ikoje? Countdown tunasema kwamba mtu mwenye hasira kuna nyakati nyingine unaweza kusema kwamba countdown. Labda unaweza kaanza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Uweze kuhesabu hivyo. Tunasema kwamba huendi ascending, unaenda descending. Yaani it means kama unaweza kuanzia 5 4 3 2 1. Kwa nini tunafanya hivi? Ama kwa sababu gani tunafanya hivi? Uhusiano uliopo hapo ni upi? Uhusiano labda ukoje? Tunaposema kwamba una counti tofauti au ambayo ni descending order, inafanya kwamba akili yako ibadilishe mtazamo au akili yako iconcentrate kwenye hilo jambo. Ndio maana mtu kimwambia kwamba hesabu 1 2 3 mpaka 100 ni rahisi sana. Ila kumwambia kwamba anza kuhesabu 100 kwa haraka 99 hiyo inakusaidia. Ni haraka sana kuinterrupt. Kwa hiyo imeonekana ikifanya kazi hiyo. Inafanya kazi vizuri kabisa kwa sababu inamtolea mtu ile hali ambayo alikuwa anapitia na kukaa vizuri. Okay. Ndio. Kwa watu waishi nayo hiyo. Waishi nayo itawasaidia. Sawa, labda kama utakuwa kuna kitu kingine kabla tujahitimisha. Asante. Mimi lako la ushauri kwa watazamaji. Asante sana. Mimi naweza nikakwambia kwamba tumetazama kwamba hasira sio ugonjwa bali ni hali ya hisia ambayo ni hasi. Katika media hii tumezungumzia mambo mengi sana ya hasi, hisia hasi. Tumezungumzia sonona, tumewahi kuzungumzia wasiwasi, tumewahi kuzungumzia wasiwasi wa ghafla ambao ni panic disorder na mambo mengi sana ambayo tumeweza kuyazungumzia. Na lengo letu ni kwa ajili ya kujenga jamii ambayo itakuwa na manufaa. Ni kujenga jamii ambayo ina afya ya akili kwa ajili ya maendeleo. Ninawaambia kwamba unapoona changamoto yoyote ya afya ya akili, hakikisha unakutana na wataalamu, kwa sababu ukikaa na jambo hili litakuletea madhara makubwa kwenye maisha yako. Na tunaona kabisa wimbi kubwa ambao wameathirika na changamoto ya afya ya akili ni vijana. Japokuwa linaasili mpaka wazee, watoto, whatever. Ni watu wengi sana ambao wanaathirika. Kwa hiyo jambo la msingi, hakikisha unajilinda dhidi ya akili yako au dhidi ya magonjwa ya akili kwa ajili ya usalama wako. Asante. Sawa, mtazamaji, nakushukuru sana Nswira Matusekele kwa kufika kwako na kushirikisha umma kwa ajili ya swala zima la elimu hii ya hasira. Hasira tunazo. Hasira zipo tunazo na tunakutana na watu wenye hasira, na ni muhimu sana kufahamu namna ambavyo tunaweza tukaishi nao hao. Na pia na sisi wenyewe pia tunaweza tukaishi na watu ikiwa sisi tuna hasira. Hilo ni jambo la msingi sana.
Mimi naitwa MC Limwaya, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata